Ngapi anataka kwenda mbinguni? God is good all the time. Siku leo tunashukuru Mungu kwa kutupea mama Anastasia ambaye mambo ambayo Father Kamau amesoma ya anaweza kuwa aliyaishi. Heri wenye huzuni maana watafarijika. Kuna siku tulienda na Kamau kuzika dada yake kule kipi ya sehemu inaitwa Miti Tano, na gari ya Father ilikuwa chini, bamba likatoka. Mungu ni mwema Kila wakati. Tuling'ang'ana sana kufika kwa hiyo matanga. Lakini nilikuwa nahurumia Father kwa sababu ametoka Nairobi, bila tarudi Nairobi bila bamba. It's also a sacrifice. Mungu ni mwema. Ndio tulikuwa tunakamilisha mambo yenye kwa Biblia. Heri wenye huzuni maana so katika kufarijika kuna kuumia. Na huyu mama pia ameteseka akifariji watu. Now it is her time also to receive what she has been giving out. Na mara nyingi sisi tunapenda sana kutumia shortcut. Na hii shortcut, it is because you are not patient. Huyu mama ndiye alea watu. Alizaa wangapi? 10? 15. Unaona hii ni timu ya mpira plus substitute. Na watu wa kushika ni service. Yao. So na alilea akiwa peke yake. Lakini wenda hao watu 15. Kuna watu wanaitwanga Joy Riders. Hapa wakosi. Mungu ni mwema. Kila familia iko na Joy Riders. Father yako wanasaa tu wakijua Father yako atasomesha. Mungu ni mwema. Ama sijui fulani. Unajua kuna kitu nilikuwa naambia mtu asubuhi. You may be using your saving to assist somebody who is not in position to use his or her own saving. Kuna watu wakiweka pesa zao hawataki zitumike, lakini watakaa kama masikini sana mpaka watu wengine watoe pesa zao zenye wanatumia kusaidiana. Kwa mfano huyu mama hakukuwa na kazi, lakini alilisha midomo 10 na kazi. Na wewe uko na kazi, lakini huwezi kumudu dawa ya huyu mama. Huwezi kuja kumpeleka na nika distance kafupi tu kutoka hapa mpaka Kitale. Aende hospitali. Una hiyo. Lakini leo mama amekufa, umetuletea hapa gari. Yenyewe kwa mbeba. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na usituki. Mimi nafanya jela, so na jela moto yetu ni kurekebisha na haki. So lazima tu nianzie hapa, na kwa sababu hapa kwa kina Father ni kwetu tu. Na saa zingine kwetu ndio kunanga salvation. Napata Father anang'ang'ana akifungisha watu ndoa na ndugu zake hawafungi nini? Ndoa. Father anang'ang'ana akipatisha watu na ndugu zake hata hapa kuna wengine na wananiangalia. Mungu ni mwema. Watu wa Chama cha Mapinduzi. So leo tunaambiwa heri wenye heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. So far at this time there is no any person who is poor in spirit. The word of God has gone everywhere. It is just us who have ignored the spirit. Hatutaki kusikiliza roho wa Mungu anasema nini. Kwa mfano Yesu amekuwa kwa huyu mama katika boma hili. Nilikuwa mgonjwa, hukuja kufanya nini? Nilikuwa sina dawa, huku ninunulia nini? Dawa. Nilikuwa mchafu, hukuja kuniosha. Nilikuwa hata nimechoka nataka kugeuzwa kwa kitanda, huku kwa pale. Amekuwa akikaa hapo. Lakini una time ya kukuja kuona yeye akiwa hapo. Lakini wakati amekufa umeenda moja karibu mara ngapi? Mnaendaga kuona aje mtu mwenye waoni? Where do you get the courage? And who brought that stupid ideology? Sasa kama akikufa naenda kwa moja nikumuona ni si amekufa. Amekufa akinijua mimi kama nani? Hiyo ndio swali. What have you been serving Christ
in this lady? That is the big question. Tunapenda sana kuja kwa matanga, but hatupendi kutembea na watu kabla wapoe nini matanga. I don't know why. Right now we may be very generous to contribute to sick ya mama, lakini wakati huyu mama amekuwa mzima, anataka mtu akukaa na yeye uongee Kikuyu, amkumbusha amri za Mungu, hakuna hiyo. Lakini leo ndio nataka kutuambia vile wewe ndio unafuata marehemu. Mwenye anafuata marehemu baada hajakufa. Tukitoa mama huko na yeye anaingia hapo, ndio anafuata nani? So Mungu awape neema ya kuishi imani. Imani bila matendo imefanya nini? Alafu tunakumbushwa heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Most of us we are not humble. Sana sana mkiwa na vikazi vidogo vidogo hivi. Vipesa vinawafanya mnakuwa na maringo. Mngekuwa mama ngine tungeishi wapi? Mama ngine bwana yake alikuwa president. Mtoto wake ni president. Alafu shamba yake ni neighbor na state house. Hata ana wake watchman, unaandika watchman nini na kuna watu wanangoja president. Na wewe tu Falkland hapo. Pia gasi zinasumbuka kusumbuka. Ukitembea hapo kwa barabara unataka kama saizi kuna kapotea kametaka kunivunjia tu gari. Na mimi nimesimama kuuliza direction. Anakuja tu tena ananipigia hodi. So, sometimes majivuno itatukosesha kwenda wapi? Mbinguni. Ya, ujiulize mwenye amesimama mbele amesimama kwa nini? Hiyo si ati nimeweka kari hapo kwa sababu sina akili. Mungu ni mwema. Lakini wewe unakuja na akili yako, naona wewe unajua sana. Unajuaje kama mbele kuna shimo? Kiherehere. But the people are never patient. That's why watu wao uko patient. Uliwacha msee ukafikiria atakufa. Akafanikiwa tena ungana nataka kurudi huko, akikufa nasuia. Nasuia kusiku. Mungu ni mwema. Patience is very important in the life of salvation. Kama Mungu mwenyewe alikuwa Mungu na aliumba dunia kwa siku 6 na ya 7 akafanya nini? Na wewe una haraka kufanya nini? Are you good? Mungu ni mwema. Kuna vitu hata uenda hutawahi, unaviomba sasa hivi wajukuu yako ndio watapata. Only if you remain patient. Kama Kahiga amepata mtoto na miaka 50. Kahiga ni huyo gavana wa na amepata wangapi? Ateko. Hata Atuoli at 75 amepata mtoto. Na wewe nini nakuuma? Mungu ni mwema. Vumilia. Hii vitu yenye Father Kamau amesoma vyote, it is just calling us for one thing: patience and tolerance. Ukitaka kwenda mbinguni, kuna vile utavumilia. Kwa sababu Mungu hana haraka. Kama yeye mwenyewe aliumba dunia kwa siku 6. Na wewe ni nani? Who are you? So learn to discover the purpose of God in your life. And God was with this lady here. She was here. Kuna wale hawakumpenda lakini sasa watatoa ushuhuda kwa majirani, eh? Huyu mama alikuwa mama mzuri sana na wewe ndio umekuwa ukisongesha mpaka. Mungu ni mwema. Unapanda landana inafunga nini? Barabara. Lakini wakati ya matanga utatanganya sana. Na Mungu anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Ndio maana anasema heri wenye upole maana watarithi nchi. Most of us hatuna upole. That's why umeseeka kabla wakati wako. Ayo away of that. Yeah. Kuna watu hapa kama wanaopita miaka lakini mkiangalia sasa hivi ni wasee kuliko na kama wifu. Do you know jealousy is the heaviest load that we carry in this world? Jealousy. Na inakufanya mpaka pesa yenye Mungu amekupea badala uende ufanye biashara uende nayo kwa waganga kuroga watu. Na watu tayari washabarikiwa na nani? Na Mungu. Na uende usome Biblia, nitabariki wenye watakubariki, nitalaani wenye watakulaani. And that is what this lady stood for. Alikuwa pale, wewe umsaidie usimsaidie, yote ni same. Siku hizo ukienda kwa hii maboma yenye watu wako zaidi ya miaka 70 kwenda juu. Unaweza dhani hao sasa wapewi chakula. Kwa sababu huyo mzazi anasahau amekula na anaambia watu wenye wanakuja, hao watoto hata wajalipea ni chakula kwa sababu ya dementia.
Na wewe sasa nini nakufanya unafanana? Unakula mshahara, huwezi kununua matunda ukule. Unauza vitu sokoni huko, huwezi kununua matunda yote, watermelon mnunue mgawane mkule, wape afya. Sasa tukiwapeleka hospitali kitu cha kwanza kuwekwa ni drip. Why? Why are you dry of the grace of who? Of God. So jaribu tu kuwa mpole na hii vitu vitakuwa tu. Yaani anytime you have patience, everything will be in the place. Ndio maana kuambia heri wapatanishi, maana wataitwa wana. Mbona kukuwa na wapatanishi? Sasa mnaona vile Raila amepatana na Ruto, imefanya Uhuru amekosana na nani? Na Raila. Imefanya pia Gachagua amekosana na Ruto. So upatanishi unaleta pia utenga. Yeah, kuna watu they don't want to live with one another. Na Mungu mwenyewe anasema penye wawili ama watatu wako nani yako? Yeye mwenyewe. And that's what this woman stood for. Kwa sababu mwanamke watoto wakipigana na waleta wote. Akaka na kurumia huku pengine kaka hapa kanalia. Hata tena bila sisi kupigania pia mbele ya nani? Ya mama. So mama ndiye mpatanishi. Lakini wamama wa siku hizi sio wapatanishi. Wamama wa siku hizi ni wachawi. Mungu ni mwema. Wamama wa siku hizi ni wakota magunia mbele kuzu. Mbona mpatani na wenzeni? Why? Na ulikuja kwa ndoa, akasema hapa, alichounganisha Mungu. Na mbona siku hizo jikoni imekutenganisha? Mbona unaishi kwa nyumba ya watoto? Mbona unaita mwenzako wa ndoa umbwa, wanaume ni umbwa? Umeona umbwa inaoa miti? Unakuanga umbwa ngapi? Mili. Why do we have an enmity in the house? By the way, tutakuwa na watu wenye watafika hii miaka. Sai, with what you are eating and what you are carrying in your head, you will never reach this. Sini Nairobi kuna jamaa amekufa akifanyia inda. Chairman alikuwa anafanyia wa polisi. Wa polisi sijui. Alikolapsi na akaenda. Na wewe unajibebesha misigo ngapi? Baadhi watu unajua sasa ukikufa watoto wako watakula vizuri sana kwa sababu they may get the best parent. You are a struggling stupid parent. Struggling stupid. Una struggle ukuli una amani na mwenyewe ulichagua yenyewe huko. Ama nafikiri sisi huko na kama ndio ni rais. Ni kugumu. Hata mimi sasa nimekaanga penye niko nikitime saa 10 itafika saa ngapi? So that nimalize obligation watu waende wapigie wengine waende wapigane. Alafu hao watu ndio wanapigana ndio wanadanganya kuomba katikati. Mlikuwa mnaimba nini? Hivi tu jamaa ameimbanga amesoma amekuwa kusoma. Ati? Wacha nisome hii ya mwisho. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. So, this is the same thing I'm preaching. Nafsi yangu, kwa nini kuinama? Mbona ukikuwa sister si mwenyewe ulichukua mse? Sisi si address kama na kama tuanze kukaa hivi. Sisi tukimaliza hapa tutakula. Natulali, hakuna wakati mtoto ni mgonjwa. Lakini wewe sasa utainama kwa mtu. Peko pesa ya chumvi. Mwenye unaomba akisomo ulikuwa wapi? So wakati wewe unasoma hapa, nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Ni nani anakufadhaisha? Nani alikuambia uchafue huko? Na wanasema mtoto akilia wembe. So siku hizi ukienda sasa hapa, wanaume wamekaa huko
Kwa vitu vingine virefu hadi sina Taabu. hiyo kitu haina taabu, lakini taabu imeikalia. Why? Kwa nini? Mbona unaenda huko na uko na bomu? Wamama kama hawa hata hawako wanatongozwa, walipepwa tu na unakaa. Lakini wewe ulijipendekesha. Kaanza kubeba nguo moja moja kama refugee. Tena sasa unataka kubeba mtumba huo. Pole sana. Biblia inasema mwenye ameshika jembe na angalie nyuma astahili. So we are celebrating somebody who has proved that the marriage is possible. Na ndio maana amekufia kwa ndoa. Na utakufia kwa bululi. Wengine utakufia kwa lodges. Mungu ni mwema. You know? So wewe ujiulize siku ya leo, nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Ni kwa sababu hatuna uvumilivu na hatuna mtazamo wa mapenzi ya Mungu kwa maisha yako ni gani. Wana wa Israeli ile distance wanasema walitembea miaka 40. Right now it is not practical. Lakini ufupi wa hiyo safari unakuonyesha kwamba Mungu he needs a lot of in the dialogue with us. Aelewe ndio akupe chenye unataka. It doesn't matter how short the distance is, but what is your motive? Ndio maana hata wengine wenyu mtaseka bila hata Mungu kuwapea mtoto father kwa poma ama hata sister ama hata governor, because utasumbua watu. Mungu ni mwema. Utasumbua watu. God looks at the intention of your prayers. Na anasema hii sipei huyu, wacha nipe adui wake. Nisikie vile atasikia. Ndio maana vitu vyako vingi wenye unaomba vinapewa tu hao watu nyeupe. Si hata Ruto amuku mtaka. Akao. Mungu ni mwema. Na wewe hata mwenye alikutaka hukumtaka. Na mwenye ulitaka hakutaki, kuna mwenye anataka. So Mungu awape neema. Na hiyo ndio inafanya nafsi yako inainama ndani. Yeah. So please realize your goal in life. Know that these old people, they need your service. Know that these old people, they need your attention. Unajua hata wengine wenyu, huyu mama amekufa akijua mlikufa. Atashangaa kuwakosa huko. Unajua juzi nimeenda kutembelea mama mwingine akasema father, nilikuwa nafikiri ulikufa kwa sababu nilikuwa nampelekeanga nini sakramenti. Nikamwambia usiwahi omba hiyo sala. Bila unakosa kukuja hapa, mimi najua ulifanya nini? Kuna siku nikiwa kabla mimi nilisanya wazee kwa kanisa ya Yuya. So hawa wazee niwapea karibu 2 hours kuongea tu. Sema wewe utakufa? Nisikia nduru huku nikafikiri umeenda. Na akasema nisikia nduru juzi hapa nikafikiri umeenda. So nilisanya wote, nilisema siwapelekee sakramenti. Wacha hao wazee wakutana hapa na tukapiga chai. Wengine wakasema father, sisi hatukuli mboga. Mboga tumesoea wapi? Tupikie kuku. And they were very happy. So wengine wenyu hata wazazi wenyu wanajua mlikufa. Na mungani. Enda mzazi akonfirm. Mungu ni mwema. Hata kuna vile anaweza piga nduru aseme pepo ina marehemu amefufuka. So please muache kusahau wazazi mpaka mnakaa kama mlikufa na mungali. Alafu stanza nyingine ilikuwa inasema na yakumbuka hayo nikiweka wazi nafsi yangu ndani yangu, jinsi nilivyokuwa nikienda na mkutano na kuwaongoza nyumbani kwa Mungu kwa sauti ya furaha na kusifu mkutano wa siku. Na nyinyi mkienda kanisani ampeleke watu wengine wapi? In fact uwepo wenu kanisani ndio unatoa watu wapi? Kanisani. Nenda kanisa kwa uchafu, nenda kanisa wifu, nenda kanisa mchawi, unaenda kanisa hata usalamiwa watu. Hata afadhali ya watu wenye wapoke. Kwa kubwa. Mungu ni mwema kila wakati.
Na watu wenye ni ibilisi ndio wanapenda hata kupokea kwa ulimi. Hadi Father, usiniwekee kwa mkono, mikono yangu ni chafu. Ulimi ndio kiumbe kichafu kabisa kwa mwili wa nani? Kwa sababu hiyo ulimi ndio uliahidi kumpenda mwenzako na unampiga sahihi, unamtesa, unamroga. Na bado unaenda wapi? Tena unabaki kitambaa kwa kichwa. CWA. Confusing Women's Association. Bako unakimbia kufanyiwa commissioning na hujafunga nini? Ndoa. Amri ya Mungu inasema shika sheria Katoliki. Umesikiza ndoa. Umesikia ukisema shika sheria Katoliki za 6 Aprili. Funga harusi. Sote tumeenda kanisani watu wangapi? Mzee si eme na wewe si? Father, wewe tu mshe yangu bene kichwa ngumu na mbona sasa kupata mtoto si kichwa ngumu? Kanisani tu ndio inakuwa wapi? Mungu awape neema mseeke. Mungu ni mwema. Unajua wakati utaseeka ndio utajua umuhimu wa jirani. Kwa sababu ndiye atakuanikanga na akikuanua akikupeleka wapi? Lakini sasa kwa sababu kuna vitu unafanya, mimi juzi mguu ilifura. Nikashindwa kwa kutembea na kuendesha gari. Ndio nilijua kumbe mguu ni muhimu kuliko macho. Kwa sababu hata kutoka kwa kitanda ilikuwa balaa. So Mungu awape neema muishi vizuri na wenzenu. Unayemdharau leo ndiye atakuhudumia kesho. Na hata hiyo chakula utashindwa kukula, utafikirianga amefanya vile ulikuwa unamfanyia chakula. So Mungu awape neema mkuu wa Kristo wazuri. Mungu ni mwema kila wakati. Kama mnataka kuseeka kama huyu, then there is a lot of you need to practice tolerance at the highest level. Na ujifunze kuwa patient. Na ndio maana masomo bado tu inakufunza kuhusu vitu heri wapatanishi, maana watoto wana wanani? Ndio upatane na mwenzako, you have to tolerate the other person the way he is or she is. Na useme nimekusamehe. Yes. So kama hauwezi kuwa na tolerance, you cannot enter the kingdom of God. And that's why the rich man came. What can I do to inherit the eternal life? Yesu akampeleka kwa Amri akasema hizo zote nimeshika nikiwa mtoto. Akaambia ni kitu kimoja tu umekosa, kimoja sio hata viwili, kimoja. Akasema ni nini? Usa yote ulio nayo upe maskini. Akasema hata mbinguni naifanye nini? Ndio wewe sasa. Unajua huyo mtu mwenye anakuchungia ng'ombe unaonaga kama hata wainuka. Huyo msichana wa kuoshea nguo unaonaga kama hata wainuka. And you forget that the God who gave you is the one who delayed the other one. Aone vile utamtreat. Ndio maana na Lazarus akikaa kwa meza akikula nini chini ya mesa na tajiri akiwa kwa mesa akikula. Tajiri alikuwa anakula mali yake, baadaye hapo ameibia mtu. But Mungu alikuwa anataka akikula hakikisha jirani pia anafanya nini? He never did that. Na akaenda mbinguni akakuwa mhubiri sasa. Kwa baba yangu tuna wajinga wengine wangapi? Alafu tena anasema mtu amedharauliwa akuje. Mbona yeye mwenyewe aombe ruhusa arudi? Lazaro akirudi kwa boma yenye apendwi, atatoa ujumbe wa aina. So Mungu awape neema. Salvation begins with you the moment you learn to tolerate and be patient that what the other person has, I will definitely get it at God's time. Not at your time. Ndio maana hata unang'ang'ana. Kuna siku nilikuwa nahubiria nafanyisha watu wa Mugumu retreat kwa mama. Na wengi ni watu wa soko. So mmoja chenye kinamuuma tu, ati mwingine akiweka tumbo hapa watu wote wanaenda hapa. Na wote wamekaa wapi? Pamoja. So huyu inabidi aroge huyu. Akonjeke ndio watu wanunue wapi? Na hata akisha roga huyu, wateja wa huyu wanahamia sio kwa. Sahi ni kama huyu akifanya nitoke kwa upadre. Hata wahi kuwa mimi. Mungu ni mwema. Na hata wahi vaa hizi nguo, nitenda nazo wapi? Kwetu. So huwa mnasumbua nini? Kama amekaa kwa upadre, aliordeniwa kabla nisalimu.
So siwezi kujilinganisha na Kamau. Lakini penye Kamau wako itafika. Kwa mapenzi ya Mungu. Hakuna mambo ya imani hapo. Kwa mapenzi ya Mungu. Lakini pia silazimishi ni kwa kama yeye, sina hiyo time. Na wewe ukienda kwa soko, unataka vibanda vyote vikuwe chini yako. Mungu ni mwema. Ama ukikuwa kwa Yamasa sasa unafikiria wewe ndio father, parish priest. Ama unachaguliwa kama chairman. Sasa unafikiria hata father lazima apitie kwako ndio apate chenye. Short wire. Ndio maana mbinguni kukanyaga huko ni mala. Ndio maana mtu alikuwa anatoa story anasema kuna mama mmoja alikuwa anatandika mesa kwa kanisa, anatoa matoleo kitupia anaenda hata mara 3 as long as ameona father anataka nini? Lakini akakufa akapatikana hapo kwa Jehanamu. Alafu ule short wire mwenye alikuanga mrefu wa area hapo mbinguni. Na akauliza nataka kuona huyu jirani yangu alikuwa anatandika altari. Hapo wapi? Kaambiwa hapo huko. Na akasema ni kitu kimoja tu kilimpeleka wapi? Wifu. Na akasema basi mimi naomba nimlipie aende wapi? Mbinguni. So akashusha ngazi. Mama akapanda akafika nusu. Wamama wenzake pia wakakuwa wamepanda. Akakanyaga hawa mama waanguke pia akaanguka. Bado angali na wifu mpaka wapi? Ndio. Mungu ni mwema. Hayo wifu tu ndio inakufanya unafanana vile huko. Hakuna kitu kingine. Tunataka watoto wa watu wateseke vile wao wanafikiria. My friend, you will have it tough. Not of me. Huwezi kupishana na neema za Mungu kwa watoto wenye ameweka. Chenye Mungu ameweka rubber stamp is done. The only thing you can do is to tolerate. Kwa mfano sasa we have just tolerated Ruto as the president. Because Mungu amesema William songa pale namba. Hata sasa tukienda election huyo ni namba. Hawezi kuwa 5. Na wewe unajisumbulia. Sasa huko na msemo mbona unafanana? Mbona unatembea kama kuku imepigwa na mfua ya mawe? Mungu ni mwema. Why? Why? We need to have happy people who will age gracefully. Watu wenye watakufa bila kwenda kwa waganga. Mungu ni mwema. Watu wenye watakufa bila kuuza mali ya familia. Unajua kuna vitu vikiona vinaenda vinauza mali sote watoto wabaki kwa mashida. Kuna mzee mmoja alikuwa na mali nyingi na akaambia watoto mali yangu iko chini ya hii nyumba. So mpomoe hii nyumba mtapata mali wapi? Alafu wakisha pomoa wakapata karatasi. Kama nyinyi ni wanaume kama mimi jengeni nyumba nyingine kama hii. Tegemea nduguye ufa. So Mungu awape neema. Huyu mama hakuwa amesoma. Lakini akanunua kashamba Fokula. Na wewe umesoma mpaka unakaa Kiambu. Na una hata point. Sasa Mungu karibu kuuza kupishania vitu ya mama mshe kama huyu. Imagine tu bila anaangalia. Alafu unakuja kupishania mali ya mtu mwanafanana. She was not fighting anyone. Alafu unakuja kufaitia mali. Alafu niambie utaishi. Hapa mkujenge tu kutembea kwa shoshi. Lakini usilete mapua yako hapa sasa. Alafu jue jambo lingine, vitu vya kupewa huwa havikai. Ndio maana huyo mtoto Luke 15 alipewa mali. Akawa tajiri kwa muda. Tena akarudi penye ametoa mali. Ninakukumbusha jambo la mwisho. East or west, home is your sick bay. Prepare your nurse. Sunguka vile unasunguka, lakini utarudi kwenyu nyumbani. Utafuta yule mtu mwatakupembeleshanga akunywe ndefu kama wewe ni mwanaume.
Mungu ni mwema. Na wengine kama mtagonjeka mko na manywele iko kichwa, utafuta huyo mtoto mwatakupambua kwa polepole. Bora watashikanga tu aking'oa kama manywele. Some of you, your old age will be a period of repentance and penance. Vitu viwili. Repentance na unajaribu kuongea lakini mdomo umekusa huko. Sauti ifanye nini? Chukua nafasi hii uombe jirani yako msamaha kwa sababu mdomo inaweza kuwa bado inaongea. Nikiwa kabla mke huko, niliitwa saa 7 ya usiku. Nikapeleka kama mama kama hapa na hapa. Hospitali. Kumbe huyo mzee wa hapo ni daktari. Na ni Mnandi na huyo mama ni Mbukusu. Hao watu wawili hawasalamiani. So nikileta huyo mama alikuwa amenyoroka aongee. Lakini kufika Eldoret Referral kuangalia hivi na akaona huyo jirani yake akafungua mdomo, "Father munota." Nibeba ningena nikatupa mengi. Aliuza shamba ya kangapi ukalipa bill. Wanaringia watu na wakati wenye utakufa au mafadha wapo watakuwa wameenda retreat. Ni sisi tu tutakuzika. Ni sisi tu. Hata wakati nimwambia Father Saturday kabla kusoma misa hapa tu kwa Mungu wangu. Aliambia Father, wacha nipigie chairman so that tupate wa Kristo hiyo jumuiya. Lakini wewe utasikia ni Mkristo mgani huyo? Huyu hatumjui. Hakuna misa. Mungu ni mwema. Na hii ndio advantage ya mama ya Father. Atasomewa misa mingi kabla Monday ifike. Ndio amesomewa. Lakini wewe hata kwa misa yako watoto wako watakuwa wamelewa huo. Kwa sababu unaendana kwa majanga ya watu ukipiga nini? Kelele. Hizo ni mbegu, umepanda mbegu za aina gani? Mbegu za aina gani? So please go and be a good Christian. Kuna hii Psalm 23 inasemanga Bwana ndiye mchungaji wangu. Pungukiwa na akili. Mbona umepungukiwa na akili? Mbona shida za Bwana yako zote zinajulikana kwa kwaya, kwa CWA, kwa soko? Najua siku sana nimegundua wanaume wanamsheneza sana kuliko wanawake. Mungu ni mwema. Kama bibi yako amesana kwa master, mbona unaambia kila? Sasa yeye siendi Christ kile kwa master alizaa kwa bibi. Why? Hiyo vitu huyo mtu akufanya. Mungu ni mwema. She never did that. That's why every time she found time to love her family. Na sisi watoto wetu wako vile wako hivi kwa sababu hata midomo yetu. Umesho kisema usipobadilika utapata mimba, anapata. Biblia inasema ukiomba. Najua hata Raila angekuwa kwa president lakini hajawahi kuwa na confidence anaweza kuwa. Na ndio wewe. Ruto alikuwa na confidence sana. Alijua mwezi wa 8 niko. Na hiyo confidence yake kampea. So please be a Christian with confidence, but with the two things, patience and tolerance. Amen. Ndio maana hata mikono ya Musa wakati ilikuwa inapanda juu Waisraeli wanashinda. Ikirudi chini wanapigwa. But wakachoka kuinua mikono wakapanga nini? Because they cannot endure in prayer. Juzi wa Yesu ameng'ara uso. Alichukua watu 3 waende waombe. Jikalala, yeye akaomba. Wakati sala ya Yesu imejibiwa, kinasema tujenge hema ngapi? Watu wanataka kufanikiwa kwa mafanikio wengine. Bila nasema kifo cha huyu mama kitaleta mwingine kuunda hema hapa. Mimi ndio nimepangusha mama. Sasa nitabaki kwa nyumba ya mama. Mahema yako chenga kwako. God is good. So may God help you to find the purpose in your life and may you be available to people's need. Let Christ not suffer just because you cannot serve that person next to you. Yes. Hudumia huyo mtu karibu na wewe regardless of the tribe, regardless of what he or she did to you. Ukumbuke Biblia inasema samea 7 mara 70. Na wewe usamea mara ngapi ndio ukabeba magunia? Ukasema mbele kusudi.
Mungu ni mwema. Ulisamehe msema mara ngapi ndio ukamgomea? Umegomea mshe. So Mungu awape neema. Unajua nyinyi wa mama mnaenda kwenye ng'ombe kwa kina ng'ombe na ng'ombe inaenda kwenye. Na ng'ombe yenye inaenda kwenye wanakamua. Na wewe ni ng'ombe yenye haikamuliwi. Upiki chakula, uoshi nguo ya msee, au pei watu amani kwa hiyo familia. Hata ungekuwa wewe ndio umekufa leo, kila mtu angefurahi. Najua kuna mama nienda kusika pale mawe tatu sijawahi sawa. Sehemu inaitwa Mapera hapo ndani. Kila mtoto alikuwa ameishika mawe. So nikisema wewe ni uvumbi katika vumbi utarudi, kila mtoto ana tupa mawe. So baada ya siku 3 nikarudi. Kausa hii matanganyo ilikuwa unique sana. Nini mbaya? Wakasema father, unajua baba yetu na sisi tulikuwa tunaishi kwa jikoni. Mama yetu alikuwa ameoa mzee mwingine kwa hiyo. So huyo mama alikuwa na wasianga. So wakati alikufa akaambiwa mzee potea hapa. Na ndio maana kila mtu alikuwa na mawe. Kwanza kabisa ibilisi. So wewe uko sure ukikufa watoto wataomboleza ama watapiga mabomu? Mungu ni mwema. Wengine wenyewe mngekuwa mmepumzika, familia ingepiga makofi. Mungu asante. Mtu ya wifu amefanya nini? Wote wangeimba hiyo wimbo ya Waluya hii. Ameacha mapera yake. Maji unapishania mapera na una me. Na hii mapera ndio italeta watoto kwa hii boma wakugeuse, wakuingishe kwa nyumba. Sasa boma yake hata haina mapera, haina miwa. Sasa watoto watakujaje hapo? So Mungu awabariki. Mungu ni mwema. Enda nyumbani ukue mtu ambaye unahudumia wengine. Na ndio maana watu wenye mnapenda kudharau wengine, mnawasaidia kuingia katika ufalme wa nani? Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. So wewe ukiendelea kuudhi mtu kama jirani, sasa Mungu, mimi sichagui jirani, Bwana nilichagua. Lakini jirani, nisaidie tu huyu mtu asongeshe shamba, lakini asinisongeshe. Na huyu mwenye unadhulumu mbinguni straight. Sasa mnapishanianga shamba na utashikwa tu 6/4. Ama ni 4/6. Any of them. Hakuna kama anashikwa kwa ni Nigeria peke yake. Nimeona juzi wakisika mtu na gari ya Hama. Alikalishwa kwa gari yake na akashikwa naye. Imagine hata wewe huru ngoro yenye umevaa huru ukikufa tutakusika nayo. Tutapima nguo nyingine mpya. Kwa sababu hii kuna vile Mungu ataona tu ndio huyo alikuwa anavanga hivi akiroka. Mungu ni mwema. Angalia mtu mwangu karibu na yeye kama macho direct. Kana nafunga macho. Hapo na wifu. So Mungu awape neema, muishi miaka mingi yenye heri duniani kama huyu mama. Kama kuna mtu ameresi ni pesi ni huyu. Mtoto wake mwisho ni nani? Si ni mtu mzima hapo kwake. Na wewe sasa hizi ukikufa. Anytime unazaa mtoto baada ya miaka 40 akili yako sio timamu. After 40, your brain is not functioning. After 40. Because ukifika by 45, pressure imekuanza, watoto wako wameanza kusaa, wengine wametoka kwa ndoa wanarudi wapi? Alafu unaanza Mungu ni mwema. Alafu unaanza kupiga hesabu, nilipe stima, maji, school fees. Kiita yako na pesa. Mungu ni mwema. Lakini wewe mwanadamu wa kawaida na miaka ngapi ya kuishi? Hata ukichunguza huyu mama kuna miaka ilifika akaanza kuwa na matatizo. 1 2 3. And that is why madeni imejaa kwa shule. Nimekuwa West Pokot juzi, school fees balance 18 million. Watu hawalipi nini? School fees. Na kusaa wanajua. Kwa sababu kuna kusaa free. Linda mama na linda mtoto. Hata saisi yake kwa hospitali hapa akaanza register the highest
rate ya kusaa, sindi? Hapo ndio mnasaa kabisa pale. Lakini kusomesha free. How are we going to fight poverty? Hata kama na akiwapea mahindi ya free. Mungu ni mwema. Hiyo mahindi utapanda ya kangapi ndio ulipia watoto ndio ujitibu, ndio ulipe rand rates za town? Let us give birth to children whom we can raise. Na tusaidie watoto wetu pia kwa shule wawaje kufanya nini? Kuzaa wasome. Watafika hii miaka. Lakini saa hizi wewe mwenyewe umezaa watoto wengi, ukinunua mkate kabla upake bluepan, karatasi imebaki vile. Ukipika ugali kabla usavu mboga, sahani. Utaseekaje kwa amani? Ndio maana wengine wenyu mmetembea na vifungua. Atunapika chai unafungia kwa kabati. So Mungu awape neema msomeshe watoto wenu wote siku on the time. Watu wengi wenye niko nao kwa jela nikiwauliza who is next of kin, nyanya yangu. Kwanza hii Falkland inatuletea watoto wadogo sana kwa prison. So please, unless we change your mentality, you will not age with this woman. Na ndio maana huyu atuhubiri huyu mama. Huyu mama ametupea opportunity ya kukufunza wewe. Ndio maana nasema asiyefunzwa na mamaye kufunzwa hadharani. Ndio maana achukue nafasi ya kukufunza hadharani. Tutakosa hata watu wa kwenda university. Because hata ukiangalia ma system ya masomo Kenya imekuwa ni kama hakuna masomo. Ni feeding program tu. So Mungu awape neema. Mungu awape neema, mkae chini mjiongeleshe na muongeleshe watoto wenu, because we are having a very rebel generation. Kuna watoto wenye wako don't care attitude. Hawashughuliki na jambo lolote, masomo haiwahusu, hata kuosha nguo haimuhusu. Yeye kazi yake ni kuvaa na kuweka pale. Anajua kuna mtu atafanya nini? Hata sahani akimaliza kukula anasongesha pale. Alafu akipewa kazi anatwanga hapo citizen. Anakuja kazi mshahara kikaribia kuingia. So Mungu awape neema. People are being addicted at this age that many. Watu wenye wako landed and in the rehab, the number is also worrying. Na hii ni kwa sababu walitoa kiboko shuleni na wazazi wakapenda kazi wakasahau kulea ni this woman sacrifice, ndio akapigwa kina Kamau viboko wakaenda wapi? Na wewe umekataa kupiga mtoto viboko atakunyorosha ukiwa mzee. Leta pesa ama nikutandike. Ndio utaona. Nimetoka nimechelewa nikifanya kesi hapa sasa hivi. Kuna mama mzee ameuza shamba na wakadeposit pesa kwa namba ya kijana yake askari. Na kijana naye amesema sitoi pesa. Na hiyo pesa nitakana ilipie mtoto aende wapi ng'amba aende. So msichana anataka kujinyonga. Mwenye ametoa pesa kwa akaunti amesema hitoki na wazazi ni wasee kama huyo msichana. Tena akiongea anaenda kupiga. So msee kaa tu nayo basi, kaa tu nayo. So samaki mkunja akiwa spare the child. Yeye ilipitwa na wakati spare the child and then prepare the road to Canaan. So Mungu awape neema. Waje kulaani watoto wenu. Ninyi wenyewe mlikataa kulea watoto, dunia ikalea watoto. Na wanasema vizuri asiyefunzwa na mamaye anafunzwa na ulimwengu, alafu kisha baadaye anatandika mama yake. So Mungu awape neema, msiweke kama huyu mama. Mungu awape neema pia nyinyi, huyu ndiye amekamilisha vitu yenye alipata kwa ndoa. Na tuombe huyu mama aone watoto ya watoto. Huyu ameona hata watoto ya watoto yake ya watoto. Na wewe ona hata hujaona watoto wako na umeanza kuwa kipo. Umeanza kuvaa majoini kwa sababu ya wivu. So mrudi nyumbani mkao wa mama wazuri, mlea watoto wenu kama Anastasia. Mkikufa tusome tu misa na tuseme resting. Lakini wewe kuna vile utakuwa unarudi. Ile attachment uko nayo kwako, kuna vile utakuwa unarudi. So Mungu awape neema muishi kwa amani. Enda uangalie yenye Mungu amekupea, ambia Mungu nini? Asante. Yenye hajakupea atakupea kama atahitaji kukupea. If not, mimi kwa mfano sasa sitamani kuwa bishop.
Lakini wakiniitia sikatai. Lakini sasa kosa kuishi kama father ati nataka kutembea, ambia kama unaonaje nitakuwa bishop ama. Na wewe sasa nini nitakusumbua? Gusa vitu vyako kwa soko kwa amani. Mungu ni mwema. Enda imba kwaya kwa amani. Yes. Ukikuja kwa kwaya vaa nguo mzuri. Na ujipige marashi yenye na promote watu kupumua na kui. Najua saa zingine niliuliza mwingine mbona ulikuwa umenyamaza kwa kwaya? Kuna mmoja alikuwa amejipiga marashi ya Cobra. Sorry kwa sasa. So may you be good. Mungu awape neema muendelee kufanya kazi ya nani? Nimeahidi Yesu kukutumikia urafiki pia. Wewe ndiwe mwenza, nitaiacha njia ukiniongoza. Haleluya, haleluya, imeni shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu.